Leo twende hadi nchini Nigeria. Huko tunakutana na mrembo mmoja, kwa majina kamili anaitwa Regina Daniel Ihi. Ni maarufu sana kwa kazi zake nzuri. Ni katoto ka mwaka 2000, mwezi wa 10 anatimiza miaka 25, na yeye ndiye mhusika mkuu katika filamu yetu ya leo. Ni katika kijiji kimoja kidogo, anaonekana mtoto wa mfalme akiwa na mlinzi wake wanaongea na kucheka. Ghafla mtoto wa mfalme analalamika shingo inamuuma. Anaanguka chini na mlinzi anaenda kumuita mfalme na majirani kwa ajili ya msaada. Anachukuliwa na kufikishwa nyumbani, kila mmoja akiwa na hofu na mashaka juu ya ugonjwa wake. Mfalme amechanganyikiwa na kusema, kwa nini yote haya yananikuta mimi? Dokta wa kijiji anafika na kumpa Prince bakuli la mwarobaini. Kisha anaacha maagizo kuwa jioni apewe tena. Mfalme anauliza, una uhakika atakuwa sawa? Mganga anasema ndiyo, natumaini hivyo. Siku zilipita. Mpenzi wake Prince akiwa na rafiki yake anasema Prince ndiyo jicho la familia na mimi siwezi kuishi bila yeye. Rafiki yake anasema usijali, atakuwa sawa. Mtaani watu wote wanazungumzia ugonjwa wa Prince na chanzo cha ugonjwa wake hakuna anayefahamu, lakini kila mmoja anamwombea Prince apate afya njema. Nyumbani mfalme na mke wake wanajadili kuhusu ugonjwa wa mtoto wao. Mke wa mfalme anasema tangu amepewa ile dawa na mzee Mpili sijaona mabadiliko yoyote. Mfalme anasema hakuna baya litampata mtoto wetu na kuahidi. Upande mwingine mpenzi wa Prince hana raha, mawazo yamemjaa na hajui nini cha kufanya. Rafiki yake anamfariji kuwa kulia hakuwezi tatua tatizo. Mzee Mpili alishasema atapona, kwa hiyo usilie. Kila mtu sasa anasema lake. Kuna huyu dada alikuwa anampendaga sana Prince. Anamwambia rafiki yake kuwa ugonjwa wa Prince unasababishwa na Onome, yaani mpenzi wa Prince. Anasema nilimwambia Prince mara nyingi lakini hakutaka kunisikia. Onome ana jini, hilo jini ndo limemwathiri Prince, lakini mwenzie anajaribu kupinga hilo na anasema Mungu wa ardhi yetu atamponya. Mzee Mpili anaitwa kwa mfalme. Anasema ule mwarobaini wako haujamsaidia chochote mwanangu, unataka mwanangu anifie mikononi mwangu. Aya, nakuomba utoke, sikutaki tena. Anamgeukia mzee wa kijiji na kusema waganga wote wanasema huu ugonjwa hauna tiba. Haiwezekani, nasema nitakwenda kila mahali kutafuta tiba ya mwanangu. Onome raha hana, ni vilio na majonzi kila wakati, kula hali wala kunywa. Mzee wa kijiji wamekaa na mfalme. Mfalme anasema haiwezekani mtoto anifie mikononi. Nimekuita wewe uje tushauriane. Mzee anasema ipo mbinu moja ya mwisho, ngoja tutaijaribu. Mfalme anasema hapana, nimepanga kumuita mzee Msisi wa Msisiri. Mzee anasema lakini yule sio mtu wa tiba. Mfalme anasema ndiyo najua, lakini lengo langu ni kutaka kujua chanzo cha ugonjwa wake ni nini. Mzee anauliza kwa hiyo lini tumtafute? Mfalme anasema kesho. Onome mpenzi wa Prince anaimba nyimbo za mazishi na kuachwa tu. Sijui Prince alimpa nini Onome, maana sio kwa penzi hili kwa kweli. Anawaza michezo yote walikuwa wanacheza kama Wahindi kwenye miti. Siku iliyofuata mzee Msisi wa Msisiri ametuma kijana wake, amekuja anaanza kupiga manyanga. Baada ya manyanga anasema kiukweli ugonjwa wa Prince hautibiki kwa sababu hiyo ni laana kutoka kwa mababu na tiba yake inatakiwa apate majani ya utondo ura, na majani hayo yanapatikana Evil Forest tu, na msitu huo hakuna mtu anayeweza kuingia, na akatoka mzima. Mfalme alishituka sana aliposikia taarifa hiyo, kisha kijana akaondoka. Mama yake Prince anampa taarifa Onome kuwa tiba ya mpenzi wake inapatikana katika msitu wa mizimu. Onome anasema nimekwisha, kama inapatikana katika msitu wa mizimu na hakuna mtu anaweza kuingia na kutoka akiwa mzima, sasa ni nani anaweza kukubali kwenda? Mama anasema Mungu ataleta neema tu, tafadhali acha kulia na ufute machozi yako. Mke wa mfalme aliporudi nyumbani, tiba zinaendelea. Warembo wa kijiji wanaendelea kuja kumuona Prince na wanakijiji wanajadili nani ataenda msituni. Prince lazima afe, maana hakuna mtu anaweza kwenda kuchuma hayo majani. Lakini huyu dada anampenda sana Prince, anazidi kumpaka matope Onome. Anasema Onome ni mchawi. Kwanza Prince alisema atanioa mimi, lakini kwa sasa anaumwa, nitafanyaje mimi? Mwenzie alicheka tu, anasema hebu niangalie nimekosa nini mimi? Unahisi sistahili kuwa princess, lakini kwa sasa anaumwa, nitaolewa vipi na mgonjwa? Mwenzie alihisi kama masihara. Lakini watu wanaulizana, jamani, hivi ni kweli kwamba hakuna mtu anaweza kwenda katika msitu wa mizimu? Wanasema wale walinzi ni wawindaji wazuri tu, pia hawawezi kwenda. Mwingine anasema hata Onome yeye pia anashindwa kujitolea na kwenda kuchuma hayo majani. Yule dada alianza kumsimulia mwenzie na stori akaturudisha nyuma kidogo kutuelezea huyu Mwajuma na Prince wapoje. Mwajuma anasema siku moja nilimwalika Prince nyumbani kwangu kwa ajili ya chakula cha mchana. Baada ya chakula nilimwomba kuzungumza na Prince faraga.
Mwajuma akamwambia Prince, unafanya kazi nzuri, lakini akamwambia nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke. Prince akasema ni kweli, na mimi yupo Onome nampenda, ananipenda. Mwajuma anasema unajuaje? Moyo wa mtu kichaka Prince nakupenda na nakuhakikishia nitakufanya uwe na furaha. Prince akasema sisi ni marafiki na urafiki utadumu milele. Kifupi Prince alimkataa Mwajuma. Kesho yake alianza kuwasimulia wenzake. Anasema Prince jana alitaka hadi kunibusu, akaniomba nikafanye naye kidogo, nikakataa. Wenzio wanasema jamani, si anatembea na Onome? Prince naye ni msaliti. Mwajuma anasema Onome ilikuwa zamani, kwa sasa ni mimi, na amesema atanioa hivi karibuni. Kwa hiyo anzeni kuniita princess. Lakini mazungumzo yale kuna sniper aliyasikia yote, na moja kwa moja alienda kumuuliza Onome kama ana tatizo lolote na Prince, maana aliyoyasikia yanaonesha usaliti wa waziwazi. Onome alishituka na kwenda kumuuliza Prince kama kuna jambo kama hilo. Prince alikasirika sana, moja kwa moja alimtafuta Mwajuma na kumchimba biti hatari. Hayo yote alikuwa akimsimulia rafiki yake. Anasema hayo yote alisababisha Onome, ni mchawi yule dada. Vinginevyo ningeolewa na mtoto wa mfalme. Rafiki yake anasema hivi, wewe umeona mimi ndo wa kunichota akili na kuniambia upuuzi huo? Kisha akainuka na kuondoka. Onome akiwa na mama yake mkwe anasema, kijiji kizima kinaninyoshea kidole mimi. Wanasema mimi ndiyo mtu pekee wa kwenda kwenye msitu wa mizimu kuchuma majani ya otondo, na mimi sipo tayari kwenda. Naogopa kufa au kupoteza viungo vyangu vya mwili, maana mtoto wa mfalme hawezi kuoa mtu kilema. Mke wa mfalme anasema hapana, usiwe na wasiwasi, hakuna mtu atakulazimisha wewe kwenda. Safari ya kwenda msituni ni ya kujitolea. Kwa hiyo Onome, tuliza moyo, tunaamini Mungu atafanya muujiza. Usiku mmoja vijana wa mtaani walijadiliana kwenda msituni, kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyejitolea kwenda msituni hadi sasa. Wakasema tukifanikiwa kurudi, naamini tutapata zawadi nzuri sana, lakini kabla ya kwenda twende tujadiliane na vijana wenzetu. Asubuhi walikaa na vijana wenzao na kuwashirikisha wazo la kwenda msituni. Kijana mwenzao alipinga vikali sana wazo hilo, kwani anasema maisha yangu ni muhimu kuliko ya mtoto wa mfalme. Aliyetoa wazo anajaribu kumshawishi, anasema hakuna anayejua kesho yake. Wenzao walikataa na kujikuta kugombana. Kesho yake vijana wale waliamua kuingia wenyewe msituni. Walitembea kwa umakini mkubwa sana wakiwa wamebeba bunduki kama komando kipenzi, lakini ghafla waliishiwa nguvu. Mmoja anasema ni bora turudi, mwenzie anamtia moyo na kuendelea na safari. Rafiki yake Mwajuma anamshauri Mwajuma kuwa huu ndio wakati wake wa kuthibitisha kuwa anampenda mtoto wa mfalme. Anamwambia Mwajuma, unatakiwa uende msituni ukalete majani ya otondo, mtoto wa mfalme akipona atakuoa. Mwajuma anasema hivi, hujui kama mtu akienda msituni hawezi kurudi? Na kama atarudi basi lazima apoteze kiungo kimoja. Na unajua katika kijiji chetu mtoto wa mfalme haruhusiwi kuoa mtu ambaye hajakamilika viungo. Kwa kweli kama ndo upendo basi maisha yangu ni muhimu kuliko hata ya mtoto wa mfalme. Wote walishituka kusikia kauli hiyo. Walioenda msituni usiku kucha bado wanahangaika kutafuta majani hayo. Onome pia mawazo yamemjaa, anawaza nini afanye. Je, aende msituni au afanyaje? Lakini vijana wa msituni wanauliwa na kiumbe asiyejulikana. Mwajuma anapanga kutoroka na kwenda kijiji jirani, maana ameshindwa kuvumilia maneno ya walimwengu. Lakini bado vijana wa mtaani bado wanatafuta namna ya kufanya. Lakini kuna huyu dada Regina Oa. Yeye hakuwa na mahusiano yoyote na mtoto wa mfalme, lakini tutamjua vizuri baadaye, amefanya kazi nzuri sana. Lakini kuna hawa jamaa wawili ambao wenyewe walikuwa wakiwatisha kila mmoja aliyetaka kwenda msituni. Leo taarifa imefika kwa wazalendo wa kijiji na akaamua kuwachimba biti, lakini wenyewe wanakataa na wanasema wamepanga kwenda msituni kuchuma majani ya otondo. Mwajuma alipofika kijiji alipokimbilia, anaamua kumweleza ndugu yake ukweli kwamba mtoto wa mfalme wa kijiji chao ana hali mbaya na tiba yake ni majani ya otondo ambayo yanapatikana msitu wa mizimu, na mimi nipo karibu sana na mtoto wa mfalme. Nina hofu watu wanaweza kunichagua mimi niende msituni. Ndugu yake anamuuliza Mwajuma, je, unampenda mtoto wa mfalme? Mwajuma akaona huo ni mtego, akasema hapana. Upande mwingine yupo Regina na Chandimu. Regina anauliza nini chanzo cha ugonjwa wa Prince. Chandimu ndo anatoa ukweli wa ugonjwa wa Prince. Anasema inasemekana ni jeraha alilolipata muda mrefu ambalo halikutibiwa vizuri, lakini hakumwambia baba yake. Regina anauliza vipi kuhusu matibabu? Chandimu anasema wamekuja waganga wote, ila mmoja anasema tiba ya ugonjwa wake ni majani ya otondo na hakuna aliyewahi kujitolea kwenda msituni. Regina alisikitika sana na akasema, Mungu wa ardhi hii, tunaomba umuokoe Prince.
Kesho yake Regina alienda kumuona Prince. Mama yake Prince alikuwa ni mwenye huzuni sana. Anasema tunasubiri neema ya Mungu tu. Regina alipokaa peke yake ilimjia sauti. Sauti iliuliza watu wa kijiji hiki wanakubali vipi mtoto wa mfalme afe, na hata wale waliokuwa wakimpenda. Ghafla anatokea rafiki yake. Regina anasema Prince hatokufa. Rafiki yake anauliza kwa nini? Anasema unamjua Udengo? Anajibu ndio namjua. Regina anasema basi imeisha hiyo. Regina alienda hadi kwa Udengo na kumwambia naomba unisaidie, niokoe maisha ya Prince. Udengo anauliza wewe ni mtu wa kijiji hicho? Regina anasema hapana, naomba nisaidie nikachume majani ya otondo. Udengo anasema wewe mrembo unahatarisha, hayo majani yanapatikana kwenye msitu wa mizimu tu, na hakuna mtu aliyewahi kuingia na kutoka mzima. Anasema najua, ndiyo maana nimekuja kwako, tafadhali naomba unisaidie. Udengo anasema nenda nyumbani kajifikirie vizuri jambo hilo, kisha ndio uje. Mama yake Prince anapata taarifa ya binti anayejitolea kwenda msituni. Onome aliposikia habari hiyo pia mapigo ya moyo yalimwenda mbio. Akajua huo ndio utakuwa mwisho wake, maana yeye kama mpenzi ameshindwa kumsaidia mpenzi wake, hadi anatokea mtu mwingine kumsaidia. Onome aliwaza kila tukio akiwa na Prince. Aliwaza mazuri yote, jinsi mpenzi wake alivyokuwa mkarimu kwa watu wote. Alifikiria hata mama yake Prince alivyokuwa mkarimu na kumpokea. Onome kweli alimpenda Prince, lakini alikuwa hayupo tayari kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya kuokoa maisha ya mpenzi wake. Regina alirudi kwa bibi yake. Aliimarishwa kwa ajili ya kwenda msituni. Bi mkubwa alimfanyia manyanga na kumpa baadhi ya dawa kwa ajili ya kujikinga. Usiku ulipofika, alimtoroka rafiki yake na kuanza safari ya msituni. Rafiki yake aliyekuwa akikaa naye alipogundua Regina hayupo, usiku ule ule alianza kumtafuta. Anakutana na mwenzie, wanaanza kushirikiana kumtafuta. Onome na mama yake mkwe wanapata taarifa rasmi sasa kuwa kuna binti mgeni katika kijiji hiki amejitolea kwenda msituni. Onome anauliza mwanamke, ni nani huyo? Mjumbe anasema ni yatima, anakaa na Adure. Adure bado anamtafuta Regina, lakini taarifa zimeenea kila kona kuwa Regina amejitolea kuingia msituni kutafuta majani ya otondo. Chandimu aliposikia alishituka sana, lakini kaka yake Chandimu anasema nafikiri hiyo ni safari ya mapenzi. Mlinzi pia alipata taarifa, alihisi kama utani, lakini alirudi kwa mfalme na kumpa taarifa. Mfalme aliuliza ni nani? Mlinzi anasema ni yatima na wala sio mkazi wa hapa. Mfalme alifurahi akasema ni Mungu ndiyo kamwongoza. Usiku ulipofika, Onome anaota anapewa taarifa Prince anaoa mwanamke mwingine. Onome anakimbia kwenda kushuhudia na hapo hapo anazimia. Anashituka kitandani na asubuhi anaenda kumsimulia dada yake. Dada yake alicheka na kumwambia wakati mwingine mawazo yako hujirudia ndotoni. Haiwezi kutokea jambo kama hilo. Nyumbani kwa mfalme bado majonzi yametawala nyuso zao. Tumaini lao la kupona kwa Prince limekuwa dogo sana, kwani hawana uhakika hata aliyeenda msituni kama atafanikiwa kurudi. Regina ameingia msituni. Vilio vya ndege wa ajabu vilitawala msituni. Yupo hoi, kachoka miguu hadi nywele. Ni msitu mkubwa, una kila aina ya hatari, lakini Regina kajitolea kwa ajili ya kuokoa maisha ya Prince. Mfalme anamuita mganga, anamuuliza mganga taarifa ya binti aliyeenda msituni. Mganga anasema ninajua kuwa kuna binti yatima aliyeenda msituni, lakini miungu ya ardhi yetu bado haijanipa taarifa kuhusu usalama wake, hivyo siwezi sema chochote hadi miungu iseme. Kisha akaondoka. Msituni bado hali ni tete, hofu na mashaka vilitawala halmashauri ya kichwa chake. Alitembea sana msituni, baadaye akatoa kimkia kidogo ambacho kilitumika kama dira ya kusoma uelekeo wa majani ya otondo. Alijaribu kupima kila jani, lakini halikuwa lenyewe. Radi na ndege wa ajabu walipita angani kuashiria usalama ni mdogo sana. Mwajuma akiwa mtaani, ana mawazo kama tani 7 katika kichwa chake cha kilo 1.5. Mke wa mfalme anauliza, mchana alikuja mganga, anasemaje kuhusu binti aliyeenda kutafuta majani ya otondo? Mfalme akaamua kumdanganya mke wake kwamba mganga amesema binti huyo atarudi salama na kuleta majani. Regina anakutana na mitihani. Anamuona rafiki yake wa karibu amefungwa msituni, anaomba msaada wa kufunguliwa. Alipotaka kumsaidia yule mama, mganga wake alimzuia. Anamwambia mwagie vumbi. Alipomwagia alibadilika na kuwa kiumbe wa ajabu. Kiumbe hicho kiliendelea kumfuatilia na kutaka kuondoa uhai wake, lakini Regina alikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na mganga wake. Alimpa maelekezo na Regina alifuata maelekezo bila kukosea. Kwa sababu mganga alikuwa anaona kila hatari, hivyo ilikuwa ni rahisi kumwokoa Regina.
Hatimaye Regina alifika sehemu ambayo majani ya utondo yanapatikana na akaelekezwa na mganga kuchuma majani sahihi. Safari ya kurudi inaanza, lakini alipigwa na kimbunga kimoja hatari, akajikuta kupoteza majani na macho yakawa hayaoni. Alilia Regina na kujikuta hajui nini cha kufanya zaidi ya kumlilia Mungu wake. Alijaribu kupapasa na kunusa kila jani na kujaribu kuyatambua hata kwa harufu, lakini ilishindikana. Baada ya muda kupita, ilitokea kama muujiza. Regina anajikuta uwezo wake wa kuona unarudi tena, anaokota majani yake na safari inaendelea. Nyumbani kwa mfalme wakiwa wamepoteza tumaini, mara kwa mbali wanamuona Regina akiwa ameambatana na wanakijiji wengine, yupo hoi taabani. Wote wanainuka, hawaamini wanachokiona. Mfalme anapokea majani ya utondo, anayanusa na kuona ndiyo yenyewe. Anamwamuru mlinzi mmoja aende mtaani na kuita wazee wote wa kijiji na kumwahidi Regina kumpa zawadi nono. Taarifa inamfikia Mwajuma kuwa aliyeenda msituni amerudi mzima na hana hata upungufu wa kiungo chochote. Mwajuma badala ya kufurahi anachanganyikiwa na kuamini kuwa sasa atakayeolewa na Prince atakuwa ni Regina. Onome mpenzi wa Prince pia anapewa ujumbe wa Regina. Onome pia inaonekana aliamua kukimbia mji baada ya kuona mambo yamekuwa mazito. Dada yake anamshauri arudi sasa kwa mpenzi wake. Onome anasema hapana, siwezi kurudi, maana nilimuacha kipindi cha ugonjwa wake, naamini hawezi nisamehe. Na hata akinisamehe mimi, siwezi kusamehe moyo wangu. Dada yake anasema, binadamu tumeumbiwa makosa, hivyo naamini atakusamehe, rudi kwa mwenzio. Onome anasema, nitafikiria kuhusu hilo. Prince sasa amepona, anamuuliza Regina, ni nini kilikusukuma unisaidie? Regina anasema kwake ni kama jambo la kawaida tu. Wazee wengine wa kijiji wanakuja pamoja na mfalme. Mfalme amuuliza mwanaye, vipi hali? Mwanaye anasema anajisikia mzima kabisa, lakini anasema binti huyu nimeona upendo wake kwangu, naomba uniruhusu nimuoe. Mfalme anasema hata yeye anatamani ingekuwa hivyo, lakini shida ni sheria za kijiji haziruhusu mtu kuoa mtu kutoka nje ya kijiji. Lakini kwa sababu binti huyu ni yatima, basi tutaishi naye hapa kama mtoto wetu, na nimeshatuma taarifa kwa wazee wa kijiji ili kupata ruhusa yao pia. Dada yake Onome anaendelea kumsisitiza Onome arudi kijijini, maana Prince amekwisha pona. Onome anasema hawezi kurudi tena kwa sababu amemvunja moyo mtoto wa mfalme na familia yake. Nilitakiwa mimi ndio nimwokoe Prince, lakini nilishindwa. Wote walijaribu kumhimiza lakini alikataa. Baadaye alipojifikiria kwa makini, alikubali kurudi kujaribu bahati yake ya ndoa. Mwajuma pia aliamua kurudi kijijini na moja kwa moja anafika kwa mfalme na kumshukuru kwa kumruhusu kurudi katika falme yake. Anasema samahani sana kwa kuondoka katika falme hii kipindi ambacho falme ilinihitaji kwa ajili ya kumsaidia Prince. Mfalme anasema nimekusamehe kwa sababu ulichofanya hakijaathiri falme wa nyumba ya mfalme. Mara ghafla vijana waliokuwa wakitisha watu na kuwashauri wasiende msituni kutafuta majani ya utondo wanakamatwa na kuletwa kwa mfalme. Mganga naye akiwepo anasema mizimu ya mababu zangu haijawahi nidanganya. Kisha anawaamuru wao wenyewe ndio waseme walimfanyia nini Prince. Wakaanza kusimulia. Siku moja Prince na mpenzi wake Onome walikuwa wakicheza ule mchezo wao wa Kihindi. Mwajuma alikuwa sehemu amejificha akiangalia. Roho ilimuuma sana kwa wivu, alihisi Onome anafaidi sana. Akaamua kukaa na vijana hao wawili na kufanya mpango kumuua Onome na kuahidi atawapa chochote watakachotaka, lakini msije mkafanya makosa yoyote. Siku moja usiku Prince na mpenzi wake walikutana kichochoroni. Vijana hawa wasiojulikana wakaamua kutekeleza jukumu walilopewa, lakini kwa bahati mbaya wakajikuta kumkosa Onome na kumpiga gongo la kichwa Prince, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa ugonjwa wa Prince. Baada ya kusimulia yote wanasema haikuwa dhamira yetu mfalme, ni Mwajuma ndo alitutuma. Wote wanamgeukia Mwajuma. Prince aliumia sana moyoni, lakini hakutaka kumpa nafasi Mwajuma ya kujitetea. Mfalme akaona ni heri afuate sheria za falme yao. Kutokana na kosa walilofanya, wote kwa pamoja wanatimuliwa kijijini na hawatakiwi kuonekana tena kijijini hapa. Kaka yake Mwajuma anajaribu kumwombea dada yake msamaha na yeye anatimuliwa. Na hiyo ndio ilikuwa tamthilia yetu ya leo. Hii inaitwa The Maiden Sent to the Evil Forest. Kama umetazama hadi mwisho, nijulishe kwenye comment alama ya fire au neno fire. Usisahau kulike na kusubscribe. Asante, karibu tena wakati mwingine.